Wanyenyekevu wanapewa neema, wanapelekwa utukufu hadi utukufu. Aliyoko mbele yako umpe heshima yake. Hawa wazee waliotajwa hapo ni wazee wako nyumbani, ni wazee wako kanisa. Haleluya. Mtu yeyote katika maisha, hata na tamaduni zetu za Kiafrika, mtu yeyote anayekushinda mheshimu. Haleluya. Mpe heshima yake. Maana miaka alionayo imekupita. Aliyokwisha kuyaona katika ulimwengu huu, wewe utayaona. Anaweza kuwa mdogo, lakini mpe heshima yake. Unaweza kuwa na elimu nyingi, lakini haijalishi una elimu nyingi, mpe heshima yake. Maana Mungu anawapinga wenye kiburi. Hakuna Mungu tutakayetumikia kwenye madhabahu hii ikiwa tuna kiburi, tunapoteza muda tukatubu. Haleluya. Ninakuambia hakuna Mungu tutakayesema naye. Kanisa la Kidai tunapita hapa mbele, lakini pale kuna vitu tumeweka kwenye moyo, tunapoteza muda. Sitamani kupoteza muda kanisani. Natamani kutafakari. Uchunguze ni wapi hujakaa vizuri na Mungu. Ili urudi, Biblia inasema rudi mahali ulipoanguka, ukatubu dhambi zako. Yeye ni mwaminifu na ni wa haki, atakurehemu. Na sio kuja bisho kunyenyekea mzee. Tulianza wote. Kwanza wote si sababu. Siwezi kusikiliza mtu kanisani. Sikuitwa na mtu. Kuitwa na mtu sio sababu. Ila aliyekuita mwenyewe anafundisha unyenyekevu. Aliyekuita mwenyewe ni mnyenyekevu. Petro anasema iweni mnyenyekevu, maana mimi Mungu ni mnyenyekevu. Iweni watakatifu, kwa maana mimi Mungu ni mtakatifu. Sasa Mungu wetu ni mtakatifu, lakini wewe ni mtakatifu. Roho Mtakatifu tuumie. Unafikiri unasema nini mbele za Mungu? Unapoteza Mungu. Tabia ya Bwana ni mtakatifu, na sisi tunapaswa kuwa watakatifu. Lakini uko ndani ya kanisa uongee na mtu, wewe ni mtakatifu. Wewe ni mtakatifu. Unasema mimi nimekutana mbele ya Yesu, lakini ndani ya kanisa umeheshima na mtu, umemchukua Mungu. Hello. Hello. Uko ndani ya kanisa, lakini hauko sawa na mwalimu. Na hata unazungumza, unakikalia kikao, nasema siwezi kusikiliza kwani ni nani. Chukua wewe asema, uko wapi? Uko nyumbani, uko kanisani. Utii. Inawezekana sasa ya maisha yako kwenye ujana haukuwa utii. Yesu, Bwana nirehemu, niwe na utii. Daudi akaandika akasema, Bwana usiyakumbuke maasi ya ujana wangu. Alipokuwa ni mzee hakuendelea kujiamini. Daudi hakusema kwa kuwa ni mzee nitulie. Daudi alisema pamoja na kwamba nimekuwa ni mzee, lakini mbele za Bwana alikuwa akimuomba rehema. Anamwambia Bwana usiyakumbuke maasi ya ujana wangu. Naomba hiyo hiyo kitu hivyo vinanda samples. Pigia Bwana Yesu. Moja kitu kilichotuangamiza kanisa la leo, tumefika mahali tumejiamini. Tumeona sisi tunajua sana. Sikiliza, wewe unajua sana, wewe ni mwanadamu. Anayejua sana ni Mungu aliyeumba mbingu bila mguso. Anayejua sana ni Mungu aliyeweka dunia ambayo utaweza kutembea yote mpaka katika mwisho. Mnyenyekevu. Yesu anawapinga wenye kiburi. Ukiwa na kiburi, tuwa kwanza kushughulika na wewe sio mzazi wako, ni Mungu anayekuona. Ni yeye kupigwa na ndugu yako kuliko kupigwa na Mungu. Katibu akasema kitu kimoja, na watu wanatoka kanisani
Yesu akawaambia, akasema, ole wake mtu anayeenda kanisa la Mungu sana nitamharibu huyo. Sikiliza, sio ndugu yako. Alichukua akasema, atajenga kanisa langu juu ya mwamba. Akajitahidi mwamba. Akatamka akasema, wala kuzimu haitachukua kanisa. Yesu amejenga kanisa juu ya mwamba. Ameimarisha kanisa lake. Wewe unachukua matumizi ya kulivunja kanisa lake. Amesema, ole nitakuharibu mtu huyo. Yeye upigwe na ndugu yako kuliko kupigwa na Bwana. Tuhurumie sana kanisa. Bwana tuhurumie sana. Huyu Mungu unayemuona leo na mchukulia kama wa kawaida, anaweza kuwa kanisa. Ukishindwa kufuata agizo yake, kamili ufahamu wako, ameweka kusudi lake kwa ajili ya watu wake. Wewe ukisimama kwa elimu yako ya awali, wale wako ole wako. Ile anasema na wapinga wenye kiburi, lakini walio wanyenyekevu na wainua. Tamani Bwana kuinue. Tamani Kristo awe pamoja na wewe. Tamani Kristo atawale kazi ulio nayo. Tamani Kristo achukue vipawa na karama ulivyo navyo. Na kila siku kienda mbele zake, Bwana, mimi siwezi, wewe ndio unaweza. Mimi ni mwanadamu tu. Mungu akubariki. Niombe wagonjwa tuombe. Shangilia Bwana Yesu makofi.